Umeelewa? Wema anaweza akisimama anafanya vitu vya maana na anaweza kusema thank God. Muna katika wasichana au marafiki aliokuwa nao, Muna ni msichana ambaye she's very hardworking. Ana plani nyingi za kumshauri na kisha panga anakuja kwangu, mama tunataka tufanye 1 2 3. Na kiangalia hicho kitu kina manufaa au hakina manufaa. Umeelewa? Lakini Wema kama Wema, I don't know, Wema bado ni mzito. Nazungumza kutoka moyoni. Wema nafikiri starehe zile ambazo alikuwa na marafiki zake wa mwanzo, unajua huwezi ukafanya starehe bila, na huwezi kupata pesa bila kutoka jasho. Nyinyi sasa hivi mmekuja na waandishi wa habari, lakini ni kazi yenu, fanieni au vipi? Mmeamua kuja kwangu kupata, na hili mimi msingenipata kwa sababu mimi sipendi kila wakati kuwa kwenye runinga. Mnaniweka kwenye runinga, sipendi. Nawaambia kabisa sipendi, I don't like it. Kwa nini mnaniweka kwenye runinga? Mimi fani yangu kuhangaika. Mimi ni mjasiriamali. Umeelewa? Nataka nikae nijue nafanya nini, napata shilingi. Umeelewa? Mimi sasa niko peke yangu. Sasa swala ni kwamba watoto wangu ndio nimepata company. Sasa Wema hataki kukaa afikirie anafanya nini. Luxury zina mwisho wake. Na luxury huwezi kupata pesa bila kutumia jasho. Ache mambo ya kipumbavu. Ache marafiki wa kipumbavu. Ajue kwamba sasa hivi ni wakati ambao unatakiwa yeye akae chini. Uzee unamjia. Ataweza kuja kufanya kazi? Umeelewa? Anapendwa na watu, lakini atumie watu kumpenda, afanye kazi, apate manufaa. Itafikia stage watu hawatakupenda, utapata nini? Nothing. Amempata huyu ambaye anamshauri tufanye hivi, anakubali, lakini ana ule uzito wa kuwa na maamuzi sahihi. Maana anaonekana Wema anabadilisha marafiki kila kukicha, wanamkimbia. Sasa marafiki wanamkimbia kwa sababu wanamuona pia hana mwelekeo. Wewe unapokuwa huna mwelekeo, marafiki watakukimbia. Uwe unafikiria mambo ya maana. Kama ufikirii mambo ya maana, utakuwa na marafiki 50 kidogo. Watu wanampenda kumtumia. Yeye hajitambui anafanya nini katika maisha yake. Ukijitambua unafanya nini, hayo yote hayatakutokea. Umeelewa? Lazima akae chini ajitambue. Mimi sasa hivi ni Wema. Niko hapa. Umeelewa? Nafanya nini? Sasa kama hawezi kujitambua, watu wanamtumia, wanatoka, tuko na Wema ni star, wanatoka tu, wanaletewa pombe zao hizi, wanakunywa. Mimi sasa hivi kidogo sasa hivi naona anabadilika, naona kama atabadilika. Kama atafuata atabadilika. Kama hatofuata, mimi huwa napenda kusema yale yaliyo sahihi. Na mnanijua mimi umbea, ndio maana sipendaji umbea wenu. Naongea haya mnaenda kuyabadilisha mengine. Mimi sipendi nyinyi waandishi wa habari waongo. Mwe sahihi, mnaongea vitu ambavyo vya mtu anakisikia, anajua kwamba mzazi kaongea nini. Mama hiyo nitaenda hivi mama, kwa sababu nataka kesho kutwa tufanye kazi pamoja. Tufanye kazi upate maelezo yangu na wewe uonekane kwamba ulikuwa na mimi. Sipendi mimi. Tatizo ni kwamba waandishi wa habari mmekuwa waongo, sio waandishi wa habari wale wa zamani. Umeelewa? Mnapenda kujaza vitu vya uongo kwa manufaa yenu, Unajua mama, siku hizi habari ilivyokuwa tofauti na zamani. Sasa hivi udau, sasa hivi mwandishi sasa. Na wengine hawajasomea waandishi wa habari. Hawajasoma. Sasa mnaweka wa nini? Sio kwa sababu wanavuruga hayera. Instagram mtu anaandika habari, utamzuia mtu, kuna mtu ana leseni. Sasa hamna leseni, hao ndio wa kuchukuliwa hatua. Sasa hivi hapa ni kazi tu. Wachukulieni hatua. Nyinyi fani yenu sasa inachafuliwa.
Fani yenu inachafuliwa. Kama hamtoweza, wale wanajifanya waandishi wa habari wanaandika vitu vya ajabu, kwa nini msiwachukulia hatua? Lakini unajua hichi kitu kina apply kwa kila mtu. Yaani usipokuwa na mwelekeo, hakuna mtu atafuatilia habari yako. Ukiwa unafanya habari zina mwelekeo, zinaeleweka, watu yani ina reflect